Bado tunaendelea kujifunza tabia njema kutoka kwa wasanii. Tumemalizana na Chino Wanaman, tumekuja kwa Diamond Platnumz, tumekuja kwa Rayvanny Vanny Boy, na leo tunahamia kwa King himself, Alikiba. Wote tunamfahamu Alikiba, kaanza game kitambo sana. Nadhani ndio mtu wa kwanza aliyeanza game kuliko watu wote ambao ni mention hapa. Kwa hiyo leo tuna kikubwa sana cha kujifunza ambacho nadhani ni genuine kutoka kwa Alikiba kutokana na utofauti wake na kuweza kumaintain kwenye game kwa muda mrefu. Twende tukajifunze kwa wasanii, twende tukajifunze kwa celebrities, kwani wao wamefanikiwa, wana vitu vya kutufunza sisi kwenye attitude na tabia zao. Let's do this. When speaking about Alikiba, Alikiba ana vingi vya kutufunza kwa sababu kawafunza hata hao wengine ambao wamekuwa celebrities baada ya yeye. Tabia ya kwanza kabisa ambayo nasema Alikiba, hii kiukweli mimi nimejifunza sana kwako na ninaamini ni energy ya mafanikio katika maisha. Alikiba anajua afanye nini kwa wakati gani. Tukizungumzia swala la kubalance muda, ni swala ambalo watu wengi sana limewashinda. Watu wengi sana wamekuja wamepita kwa sababu they don't know to value time. Lakini Alikiba anatufundisha kuthamini muda. Kuna kipindi Alikiba alikuwa anatoa projects zake ama nyimbo zake. Kipindi hicho tunasema Alikiba anachelewa sana kutoa nyimbo, mzembe sana kwenye kulilizi ngoma. Ndio hicho kipindi watu walikuwa wanatoa back to back. Lakini Alikiba alijibu kwenye interview kwamba najua thamani ya nilichokitoa, ndio maana sina papara ya kutoa kingine. Yaani anaelewa muda, afanye nini kwa wakati gani. Hii ni tabia ambayo nadhani watu wengi tukijifunza kutoka kwa Alikiba itatujengea perfect wa muda. Yatupaswa kujua tunapaswa kufanya nini kwa wakati gani. Ituondolee papara, ituondolee pressure, tusione tunachelewa wala tusione tunawahi. Alikiba alifanikisha sana kulimudu, na nadhani ndo energy pia ambayo inamfanya mpaka sasa hivi aendelee kuwa wa moto kwenye game, kwa sababu anajua timing. Kujua timing ni sawasawa na kuhit target. Kujua target ni sawasawa na kufanikisha malengo. Tabia ya kutokujua unapaswa ufanye nini kwa wakati gani ni tabia ambayo inaweza ikakutoa mapema kwenye game, au ukafanya kitu tu ukatrend, lakini usimaintain game mpaka kipindi ambacho utakachohisi ni mafanikio kwako. Alikiba amefanikisha hiyo, tumemwona. Brothers and sisters, sio masiala wala sio kitu kidogo kukaa kwenye game kwa muda mrefu, muda ambao kuna watu walikuja wakapita, wameanza wakamaliza, wameanza wakamaliza, lakini the king mpaka leo yupo na bado anaingia kwenye trending. Mpaka leo yupo na bado analinganishwa na underground. Mpaka leo yupo na bado ngoma zake zinachukua tuzo kama ngoma za wasanii wengine ambao ni wa moto. Hicho kitu ni kitu cha kwanza kabisa ambacho for really nimejifunza kutoka kwa Alikiba. Tunatakiwa tujue target. Tunatakiwa tufahamu, tuwe na timing. Tufahamu tunatoa nini kwa wakati gani husika na wakati gani sahihi. Tujifunze hilo kutoka kwa Alikiba. That is number one.